Shakid, hivi ni nini hasa kilichopelekea mpaka wewe kuwa katika mazingira kama haya? Oya bachela. Ndege touch. Nachokumbuka ilikuwa birthday yake, ni majira saa 6 mchana ilifanyika kwake. Watu walikuwa shazi pamoja na rafiki zake, alindanganya kwa ndugu yake wa damu, kumbe bwana wake. Mimi sikuwahi kumficha zaidi ya kumuonesha hisia, upendo wake alonionyesha, kumbe aliniigizia. Nilipambana misilali kutwa nikimtafutia, mba zaidi nyumbani kwangu na ndipo nilifumania. Kumbe shida ilikuwa ni pesa, ndo alofanya nisaliti. Kwa macho yangu mwenyewe na shuhudia, na nichiti mwenzangu wala hawazi kugawia. Marafiki kutwa na nita msanii na kuwahi kuwa shabiki. Uongo kwake ulimjaa, kundanganya naona simple. Liamini riziki yangu labda kwake wenda ipi. Namuuliza umetoka wapi, tichachi kumwomba Kristo. Ndipo nilichukua maamuzi nikamuua kumpiga pisto. Aise, pole sana kwa haya yote yalokukuta. Baada ya hapo nini kiliendelea? Maisha yangu ameya kosti, ndani nilifuga mkosi. Naogopa kupima ukimwi, yani wende kawa positive. Kila Jumamosi na kwa baa na mabosi, sikuwahi kuona faida zaidi ya kupata turosi. Kama posta shapeleka ilibaki ya kufunga ndoa, nyumba imeshafikia lenta, imekuwaje kabomoa. Ghafla akabadilika, penzi kalitia doa. Sikujua dhumuni lake, ulimradi kunikomoa. Mwanamke unaweza kumpa vyote na bado usimridhishe, unaweza kumpakia mkongo na bado usimfikishe. Licha kumfanyia yote, waya kwake ndo yafiche. Nishamvumilia mengi, naona na hili lipite. Ubaya mtani na yasikia, uchafu wake tu maskendo. Liamini nikiwa naye wenda tanipa tu upendo. Ni kweli amelivunja penzi, na shindwa kuziba pengo. Nijua utafika mbali, tuyatimize malengo. Aise, pole sana Shakid. Hakuna lenye mwanzo lisilokuwa na mwisho. Hata hili litapita tu.